Mara nyingine hata mimi mwenyewe nafsi yangu inasahau kwamba kuna kifo mbele, na nazikumbusha nafsi zenu, nafsi za vijana, nafsi za wazee, tusisahau kifo. Haya ndo maisha ya kweli. Nini umeandaa hapa ni the way ulivyoishi hapa duniani mwenyewe. Dunia ni ya Mwenyezi Mungu, sisi wenyewe ni wa Mwenyezi Mungu. Anatuita jinsi anavyotaka yeye na muda anaotaka. Almautu wahid wa in taaddadat alasbab. Kifo ni kifo tu, sababu za kuondoka zimetofautiana. Utasikia ilikuwa ajali ndio uliandikiwa hivyo, alilala tu ndio uliandikiwa hivyo. Kwa hiyo hata sisi hatujui safari yetu itakuwa ni ya model gani. Cha msingi tu ukiona mwenzako aliokuwa saiba wako, kijana mwenzako, rafiki mwenzako, mlikuwa naye kijiweni, leo kwa mapenzi makubwa mmemleta hapa, then baada ya dakika 5 mnamwacha mwenyewe hapo. Itoshe kwa mtu mwenye akili kujua kwamba hii nyumba inatakiwa ijengwe, hii nyumba inatakiwa isakafiwe, hii nyumba inatakiwa ikarabatiwe. Nani wa kuikarabati? Ni wewe mwenyewe. Sasa ukumbusho wangu katika mazingira haya ni wakumbushe vijana. Kwanza niwapongeze kwa kuweza kumsindikiza kijana mwenzenu, na vijana wa Sokomatola pamoja na vijana wengine wa hapa mjini mwenzao wakiondoka, mshikamano huo tunauona sisi wengine ambao tumeshaanza kuwa wazee. Hongereni sana na Allah wazidishie afya njema. Mtaji wako kijana ni mambo 6, mambo 5. Mtaji wako sasa ni mambo 5, na huo mtaji ndio naukumbusha sisi ambao tunasikia saa hizi huyu mwenzetu ambaye ashaondoka. Huu mtaji haumsaidii tena huko alipoenda, unakusaidia wewe na mimi. Mtaji wa kwanza kwako wewe kijana, mtaji wa kwanza kwako wewe kijana ni ujana wako. Huu ujana ulionao ni mtaji. Utumie mtaji wako vizuri kabla ujana hauja kuondoka, maana mbele ya ujana kuna uzee. Yanayowezekana kuyafanya ukiwa kijana yafanye sasa, kwa sababu ukiwa uzeeni kuna mambo utakwama kuyafanya. Sasa mtaji wako kijana ni ujana, na aliondoka hapa ni kijana. Yeye sasa hivi hautomfuate na mtaji. Ni mimi na wewe ambao tumekuja hapa ndio mtaji huo utakufaa. Mtaji wa pili, wewe kijana, tumia afya yako sasa, kwa sababu mbele pana maradhi. Sasa mtaji wako ni afya. Inapobidi afya unayo, kuna mazishi sehemu, kuna mwenzenu amefariki, wewe unayo afya, tumia afya yako kuja kuzika. Tumia afya yako kuhudhuria mazishi. Tumia afya yako kuja kuchimba kaburi. Kuna siku utatamani kuja kuzika aliyakuwa uwezo unao, tena afya huna. Umelala nyumbani, uko geto, umejifungia, hakuna wakuja kukutazama, hata kumuomba maji akuletee hayupo. Sasa tengeneza afya yako vizuri na ujitolee kwenye hiyo afya. Kazi za kijamii ziko nyingi, lakini pia kazi za kiibada zinahitaji kijana. Jambo la 3 ambayo ni rasilimali muhimu kwako wewe. Sasa kile ulichopewa kama ni mali, tumia mali yako, tumia utajiri wako. Sasa hiyo ndo rasilimali yako ya muda huu. Ikikupotea mbele pana ufakiri, yumkini ukanyang'anywa hicho ulichonacho akapewa mwingine. Sasa hivi uwezo unao, unamiliki ulichomiliki, kitumie kwa ajili ya kutengeneza future yako. Kesho utakuwa huna, kile ulichowekeza kitakusaidia. Hiyo ilikuwa ni jambo la 3. Mtaji wako kwa sasa kijana ni muda wako. Muda ulionao utumie. Mbele muda unaondoka, muda sio wa kwako. Hakuna kusema kwamba na waste time, hakuna ku waste time. Fanya mambo mema, usipofanya mema utafanya mabaya. Sasa muda unao, hata wakuja makaburini umetumia muda. Lazima uache kazi ufanye kazi, fanya jambo litakalo kujenga. Jambo la 4 ambalo ni mtaji wako ni uzima ulionao. Humo uliposimama kuna kitu kinaitwa roho. Roho yako ndo uzima wako, pumzi yako ndo uzima wako. Pumzi hii imeshatolewa kwa kijana wetu huyu, hana tena pumzi, tunayo sisi. Hii pumzi mbele itaondoka. Kwa hiyo itumie pumzi yako sasa hivi vizuri kabla pumzi haijaondoka. Ndugu zangu, maneno haya niliyosema ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam.
Anasema igtanim khamsan kabla khamsin, nufaika na haya matano kabla matano hayajafika. Jambo la kwanza, shababaka kabla haramika, ujana wako kabla ya uzee. Jambo la pili, sihataka kabla maradhika, afya yako kabla hujaugua. Jambo la tatu, ghinaka kabla faqrika, utajiri ulionao kabla hujawa fakiri. Jambo la nne, faraghaka kabla shughlika, muda wako kabla sasa hujashughulishwa na mambo mengine. Jambo la tano, hayataka kabla mautika, uhai wako sasa utumie vizuri kabla hujalazwa hapa. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum.